provisions are designed to offer targeted relief for both businesses and workers and to support the spirit of enterprise and productivity. Mabadiliko haya yana maana kuwa wazalishaji hawataweza kudai kurejeshwa VAT kwa malighafi wanazozinunua, jambo ambalo litaongeza gharama za uzalishaji. Gharama hizo zitahamishwa kwa Mkenya wa kawaida na hivyo kuongeza bei ya bidhaa muhimu kama dawa na chakula cha mifugo. Kwa wakulima hasa wanaotegemea chakula cha mifugo, ongezeko la bei litaathiri uzalishaji na mapato. Hali hii inaweza kusababisha kupanda kwa bei ya bidhaa za mifugo kama maziwa na nyama sokoni. Katika sekta ya afya, gharama za juu za uzalishaji wa dawa zinaweza kufanya dawa kuwa ghali zaidi kwa wananchi, hasa wale wanaotegemea huduma za afya za umma. Serikali inapendekeza ushuru wa VAT wa 16% kwa huduma za redio na televisheni kupitia interneti. Hili ni kuwezesha serikali kukusanya ushuru kwa wanaotumia mfumo huo wa kidijitali. Marekebisho hayo yanalenga kuongeza mapato ya serikali kutokana na matumizi ya huduma za mitandaoni yanayozidi kuongezeka kila kuchao, hasa miongoni mwa vijana. Iwapo yataidhinishwa na bunge, watumiaji wa huduma hizi watakumbwa na ongezeko la gharama. Takwimu zinaonyesha Kenya ni ya 4 duniani kwa kulipia huduma za kidijitali, huku 76.5% ya watu wenye umri wa zaidi ya miaka 16 wakilipia huduma hizo kila mwezi. Gharama ya maisha kwa Wakenya imekuwa mzigo. Mwaka jana mzigo wa ushuru ulipelekea maandamano ya kizazi cha Gen Z. Wakenya wakiitaka serikali kupunguza ushuru kwa wananchi ndiposa waweze kujikimu kimaisha. Ila wito wao sasa huenda ukakosa kusikika, kwani hatua ya serikali kutoongeza ushuru inaashiria bado ushuru wanaolipa utazidi kuwahangaisha. Inflation has been high, the cost of living has been high. Generally, the state of the economy has been quite unstable in the last few years. So, for both employees and employers, enterprises, it calls for certain tough decisions to be made. Mshahara wa Wakenya unazidi kupungua kila kuchao. Katika mwaka wa 2022, mfanyikazi aliyepokea mshahara wa shilingi 50,000 kwa mwezi alikuwa na makato kidogo ikilinganishwa na mwaka 2024. Kwa mfano, NSSF ilikuwa inakatwa shilingi 200 tu kwa mwezi, lakini baada ya utekelezwaji wa sheria mpya ya NSSF ya mwaka 2013 kuanzia mwaka 2023, kiwango hicho kiliongezeka hadi shilingi 1,180 kwa wanaopata zaidi ya shilingi 18,000 kwa mwezi. Kwa upande wa huduma za afya, mwaka wa 2022 ulikuwa na mfumo wa NHIF uliokuwa na viwango vilivyopangwa kulingana na mishahara. Kwa mshahara wa shilingi 50,000, makato yalikuwa takriban shilingi 1,200. Hata hivyo, mwaka wa 2024 NHIF ilifutwa rasmi na nafasi yake kuchukuliwa na SHIF, ambapo kiwango cha makato ni 2.75% ya mshahara wa kila mwezi. Hii inamaanisha kwamba kwa mshahara wa shilingi 50,000, mfanyikazi anakatwa shilingi 1,375. Kodi ya mapato ya PAYE pia ilibadilika. Mwaka 2022 kwa mshahara wa 50,000, PAYE ilikuwa takriban shilingi 3,108. Lakini baada ya serikali kurekebisha viwango vya kodi mwaka 2023, kiwango cha PAYE kwa mshahara huo kimeongezeka hadi takriban shilingi 4,241. Aidha, serikali ilianzisha ushuru mpya wa nyumba za bei nafuu. Ushuru huu ni 1.5% ya mshahara wa kila mwezi. Hivyo kwa shilingi 50,000, makato ni shilingi 750. Kwa jumla, makato ya mwaka 2022 yalikuwa takriban shilingi 1,508, na hivyo mfanyikazi alibaki na mshahara wa takriban 45,492. Mwaka wa 2024, makato yote yamepanda hadi takriban shilingi 7,446 na mshahara kubaki kuwa 42,554. Hii inaonyesha jinsi gharama ya kuchangia ushuru kwa serikali zimeongezeka na kupunguza kiasi cha pesa kinachobaki kwa mfanyikazi kila mwezi. Vitu vingi vimepanda. Like before ukija na kama 3,000 unapata unaenda na vitu vya maana at least nyumbani, ambapo sasa hii using more than 1,000 for meals in a day it's a bit hectic, na kazi bado unapata ajira ni ile ile, labda hujaongezewa mshahara. Unaona kama zamani ulikuwa at least ukiwa na 150 unajua hii 150 inanitosha per day, lakini sasa hizi hata 250 bado haitoshi. Je, Rais Ruto akisema hakuna ushuru mpya inamaanisha Wakenya wamepata afueni ama afueni iko katika ushuru uliopo kupunguzwa? Rais wakati alichukua usukani alisema mwananchi wa chini ndiye anaangalia moto mambo kutoka chini. Lakini sasa hii ukiangalia unga ni bei kali.
Mafuta ya mboga ni bei kali. Yaani kile kitu imekuwa bei kali. Tulikuwa tunatarajia rais akiingia usukani tutabumua kidogo yani. Tukafurahia. Lakini hatujafurahia, bado tunaendelea kufinywa kabisa yani. Fikia saa hii ungasema ni 170 na niko sure baada ya hii mswada kupitishwa, kwa sababu tunajua vile rais yetu yuko, chochote ambacho anataka kinafanyika. Tunajua unga utapanda hata paka zaidi ya 200. Najua wananchi wanazidi kuteseka. Je, wananchi wanataka kupunguziwa mzigo wa gharama ya maisha au ahadi ya kutoanzishwa kwa kodi mpya? The finance bill should be interpreted in accordance with what is written in the finance bill. Brian Amuai, K24, Nairobi. Naam, ni mswada wa fedha mtazamaji wa mwaka 2025, ila kuna wasiwasi kufuatia yaliyojiri mwaka jana mpaka Rais William Ruto akakataa kutia saini mswada wa fedha. Basi mtazamaji, au mwae na nyoka akiona ng'onga hushtuka. Je, serikali imejifunza yepi kuhusiana na swala zima la ushuru na utarishaji wa bajeti? Serikali imewasikiza wananchi katika kuwapunguzia mzigo wa gharama ya maisha. Mtazamaji, kumekuwa na wimbo kwa wananchi wa kutakiwa kuishi kulingana na mapato walionayo. Je, serikali nayo inatenda inavyoambia wananchi? Basi tunahimizwa tujisomee mswada wa fedha wa mwaka huu. Lakini hii leo hapa katika The People Dialogue tunauchambua na wataalam na wananchi katika maeneo tofauti ya taifa. Na bila shaka wanahabari wenzangu wako katika miji tofauti wakitangamana na umma kupata kujua wasiwasi wao ni nini na wanapendekeza nini kabla mswada ujadiliwe bungeni baada ya kuwasilishwa na vile vile ushirikishwaji wa wananchi. Na bila shaka mtazamaji, siko peke yangu. Kumbuka kwamba mtazamaji, avae kiatu ndiye anayejua kinapomfinya, na serikali inajua inafinywa wapi, na wananchi nao mtazamaji wanajua wanafinyika upande gani. Jina langu ni Busara Naman, hujambo na karibu katika makala yetu maalum. Na bila shaka tunakujia mubashara katika runinga K24 na vile vile Kameme TV. Na siko peke yangu kwenye studio, nipo na wenzangu ambao wapo katika studio tofauti. Moja kwa moja labda kumtambulisha pale aliyevalia sare ya samawati kama mimi ni Mumbi Chege. Pale kando kuna Theo Mashari ambaye atakuwa anatupatia swali la siku. Maana tungependa sana uchangie na tungependa sana kujua maoni yako hususan katika mitandao ya kijamii. Na pale kando kutoka kaunti ya Nakuru tupo naye Mumbi wa Mbugu, na vile vile kutoka Mombasa tupo naye Boniface Msangi. Watakuwa wanatangamana mtazamaji na wakaazi kuweza kujua hisia zao na vile vile wasiwasi wao ni upi kuhusiana na mswada huu wa fedha mwaka 2025. Na pale kando unaona picha pale ni Vatican mtazamaji. Makardinali takriban zaidi ya 100 ama takriban 135 wamefika pale katika kanisa la Sistine ili kupiga kura. Na mtazamaji, basi iwapo tutapata moshi mweupe itaashiria kwamba tayari pop mpya ama papa mpya atakuwa amepatikana, lakini moshi utakapokuwa mweusi inamaanisha kwamba basi watarejea tena hapo kesho kuendelea kupiga kura. Na bila shaka tutakuwa tunakupatia picha hizi za moja kwa moja kadri siku inavyoendelea. Kwa hivyo tunakusihi uendelee kuwa nasi hapa katika runinga K24 na vile vile Kameme TV tukujuze atakokuwa anajiri kule Vatican. Haya basi, tukiondokea kule turejee hapa jijini Nairobi, turejee hapa studioni moja kwa moja tukianza matangazo yetu maalum. Nitakuwa nakupeleka katika kaunti ya Mombasa ambapo mwanahabari Boniface Msangi anapata fursa ya kutangamana na wakazi ili kuweza kujua yale ambayo wanasema. Lakini kabla hiyo, acha kidogo nimpatie fursa mwenzangu Theo Masharia aweze kutupatia swali la siku. Ndipo sasa tunapoanza tuanze pamoja nawe katika maoni yako mitandaoni. Theo, hujambo? Kama uko sawa basi chuko sukani utupatie swali la siku. Nza dhati Busara Naman upande huu wa studio na kupata kwa njia iliyo murwa zaidi. Na kama vile umesema hapo mwanzo ni kwamba katika upande huu wa studio tutakuwa tukiangazia swali letu la siku ya leo ambalo linahusiana na mswada wa fedha wa mwaka 2025-26. Na swali letu la siku ya leo tunauliza, je, una wasiwasi upi kuhusu mswada wa fedha wa mwaka 2025-26? Una wasiwasi upi kuhusu mswada wa fedha wa mwaka 2025-26? Na majibu ya swali hili tunaweza kuyapata katika mitandao yetu ya kijamii. Waweza kuanza kutuma maswali yako kupitia mitandao yetu ya kijamii, naongelea Facebook na X @K24 TV ama pia Facebook na X pale Kameme TV. Mtazamaji, swali letu la siku kwa mara nyingine tena, una wasiwasi upi kuhusu mswada wa fedha wa mwaka 2025-26? Majibu katika mitandao yetu ya kijamii ya Facebook na X
K24 TV, hata zaidi Kameme TV.